Kitu cha kwanza ambacho hatutakiwi kufanya ni kumweka mtoto mbali na Mungu. Wewe kama mzazi hakikisha mbegu ya kumcha Mwenyezi Mungu ndani ya mtoto wako inaanzia kwako. Akuone unavyomcha Mwenyezi Mungu kwa maneno na kwa vitendo. Sawa? Hicho ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ni pale ambapo stress zako hauzipeleki kwa mtoto wako. Kwa sababu unapokuwa na stress, uwezo wako pia wa kufikiria na kuweka vitu sawa haukai sawa sawa. Kwa hiyo unajikuta umefanya vitu vya ajabu. Kwa hiyo usipeleke stress zako ndani ya mtoto wako. Kitu cha tatu ambacho kwangu mimi ni muhimu sana, muombe Mungu akuondolee mapenzi ya kudekeza na kumtendekeza mtoto wako. Mlee mtoto wako kama ataenda kuishi salama wewe ukiwa haupo. Na sio haupo tu umekufa, yani hata huko kwingine shule atakwenda kwa majirani na wapi, lakini ataweza kujisimamia na kusimama bila kupata tabu. Kwa sababu ukimtendekeza mtoto wako, yani usimpe namna ya kuheshimu mipaka. Hajui lipi sawa, hajui lipi si sawa. Mtoto wako kila anachokitaka yeye anafanya tu. Mtoto wako anachokitaka muda huo kwa namna ile, yani wewe unafuata muziki anaocheza mtoto wako. Mtoto ni lazima ikiwe mpaka. Wewe ndio unayejua lipi la kheri, lipi la shari. Kwa hiyo hivyo vitu ni lazima umpe mtoto wako mapema sana. Kwa hiyo ukishindwa kumweka mtoto wako sawa sawa, kwa sababu nampenda sana, mimi nililelewa kwa shida, sitaki wa kwangu apate shida. Hatapata shida na wewe, lakini atapata shida duniani, na akipata shida duniani atakuchukia. Umeona? Kwa sababu kwani mbona mzazi wangu akuniambia hivi vitu? Sawa. Kitu kingine ambacho ni cha muhimu, muombe Mungu akuondolee. Mungu asikupe jicho la kutokuona madhaifu ya mtoto wako. Kwa sababu watu wanaweza kuja kukupa changamoto za mtoto wako, lakini kwa sababu unampenda sana ukashindwa kuziona. Sawa. Lakini pia akikupa jicho la kuona madhaifu yako, pia akupe nguvu ya kushughulikia madhaifu ya mtoto wako. Kwa sababu kuna wengine wana ile tabia ya kufunika madhaifu. Unayafunika, kumbe ndio yana mtoto anazidi kuoza. Sawa. Kwa hiyo cha muhimu kama mzazi, muombe Mungu akupe nguvu ya kufanya yale ambayo siku ukifa ukakutana na Mwenyezi Mungu akikuuliza, nilikupa mtoto wa kulea na wa kuzaa kama zawadi, nilikupa mtoto kama zawadi na nilikupa mtoto kama amana. Leo umetangulia, yule mtoto kule umemwachaje? Jiulize, utapiga yowe au utamwambia Mwenyezi Mungu, alhamdulillah, nimeacha mtoto wa kuniombea dua, nimeacha mtoto wa kujenga dunia, na au nimeacha mtoto kibaka na mtoto wa ibilisi.